Mtazamaji, ninakuja tena mbele yako leo kukuletea somo linalohusu wajibu wa baba na wajibu wa mama. Tukisoma katika Mwanzo 18 mstari wa 19, Biblia inatoa wajibu wa baba kwanza. Baba anapewa wajibu, na baba huyu alikuwa ni Abraham. Abraham ndio mtangulizi wetu, ndio baba yetu. Kwa hiyo ule ni wajibu wa baba yoyote kwenye nyumba yoyote ile. Tunaona Abraham kama baba anapewa wajibu ambao ndio wajibu wa kwako wewe baba, kwamba utaongoza watoto wako na jamaa wa nyumbani kwako. Pili, kwamba utaongoza uadilifu kwenye nyumba yako, utaongoza uadilifu kwenye jamii yako, utaongoza kutenda haki kwenye jamii yako, utaongoza kutenda haki kwenye nyumba yako, kwa watoto wako na watu wanaokuzunguka, kwa sababu wewe ni baba, wewe ni kichwa. Ukifanya haya, kitakachotokea kwamba Bwana Mungu atatimiza ahadi yake kwa wewe uliye baba. Alafu tunaona katika Mithali 1:8 Mungu anaonyesha kupitia watu wake, anaonyesha wajibu wa mama na baba. Anasema hivi, baba kazi yake ni kufundisha. Yaani baba yeye wajibu wake kwenye kulea watoto ni kufundisha. Alafu wajibu wa mama kwenye kulea watoto ni kutunga sheria. Sasa hemu angalia kwako, kwenu, nani ambaye anatunga sheria? Ni baba au mama? Mara nyingi anayetunga sheria ni mama, kwamba nataka muamke asubuhi mfanye usafi, nataka muamke asubuhi muoshe vyombo. Huyo ni mama. Nataka nisione mtu anayerudi amechelewa kutoka nyumbani. Huyo ni mama. Alafu baba anasema, mwanangu, uishi hivi sio vizuri, mwanangu, tabia hii ndio njema, hiki unatakiwa usifanye. Huyo ni baba. Huu mgawanyo wa kazi, unakuta baba wajibu wake ni huo, kwamba lazima ahakikishe watoto wake wanafundishwa, wanakaa kwenye kicho ambacho Mungu amemuitia huyo baba, na kwamba watoto wanakuwa na heshima, wanakuwa na adabu, wanakuwa watiifu, ili Mungu aweze kupitisha vile ambavyo amevishusha kwa baba huyu kwenye familia hii, kupitia yale ambayo baba anasemea. Niombe haya uyashike, uyakamate, usiyaache yaende zake, kwa sababu hii ni elimu kama ilivyo elimu nyingine. Usiache iende zake. Mungu akubariki, akulinde, akuangazie uso wake na kufadhili, akuinue uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.